pamoja na timu yake wizara kwa ujumla kuunganisha nyinyi. Position hii inatosha kuwa na uelewano wa pamoja kama mnasomana, kwamba wote nyinyi mna wajibu wa kuilinda na kutunza ile ardhi au eneo hilo yetu kwa kushirikiana na sheria zilizoko sasa hivi. Tatizo letu kubwa kuwa hizi sheria tukishazitunga tunaziweka kabatini kana kwamba anazishughulikia mtu mwingine. Kumbe sisi wenyewe wote tuliokuwa ndani ndio tuna wajibu wa kuzisimamia hizo sheria bila. Na unaposimamia sheria huwezi ukateteleka. Kwa hiyo na nyinyi nasema hivi, fuatilieni hayo, muweke kwenye record ili kusudi sasa kutoka ile imekwama wapi, nini liendelee. Vinginevyo kazi itakuwa kubwa au inarudia. Bwana nitumie mapito, nimuonyesha kazi hapa. Bwana unaweza kupromotiwa na ndogo ya hizi, niende nikamuokoa. Kama tuliwote tulikuwepo hapo. Leo kwenye gari nafikiri. Mtu kaamkiwa na udongo kajenga bonde. Lakini kwa nini alikuwa hajui? Sawa, alikuwa hajui. Wewe kwenye jiji nilikuwepo. Kwenye halmashauri ulikuwepo. Kuna sehemu nyingi mnafahamu kabisa ni njia za tembo. Uongo kweli? Bado watu wanajenga pale, halafu asubuhi anamuona tembo anapita kwenye njia yake. Kuna tembo. Lakini hoja ipo ya msingi tu kwamba sheria maeneo hayo hayatangazwa rasmi katika magazeti ya serikali. Kwa hiyo tunapata changamoto hiyo ya namna gani ya kuweza kuwaelimisha wananchi, ikiwa sehemu ya mambo yanayoweza kuwawezesha au kuelimisha yamekuwa hayapo. Lakini Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, pia namna ya kubainisha haya maeneo tumekuwa tukitumia sheria ya mazingira ya hifadhi ya mita 60 kutoka kwa mfano vyanzo vya maji na maeneo mengine. Lakini tumekuwa tukikosa au kuweka bayana sababu za kisayansi ya kuwezesha kufikia hatua au maeneo hayo. Kwa hiyo washahidi wa kongamano hili, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, lengo ni kuwawezesha wataalamu wetu kuwa na sababu za kisayansi ya kuainisha na kubainisha maeneo yanayodhaniwa kuwa ni hatarishi pamoja na maeneo ambayo ni yenye kimazingira.